Thumma qala wal haidhu damun tabi'iyyun, na hedhi ni damu ya kitabia, damu ya kimaumbile. Ya'tadu almar'ata, yani yantabu wa yusibu almar'ata, yantabu wa yusibu almar'a, inayompata mwanamke, damu ya kawaida ya ada ya maumbile inayompata mwanamke fi ayamin ma'lumatin, katika masiku maalum. Sio damu ya ugonjwa, ni damu ya maumbile, bali mwanamke aliyekamilika ni yule ambaye anatokwa na damu ya hedhi, kwa sababu maumbile yao walivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni watu wenye kutokwa na damu ya hedhi. Japokuwa ahli ilmu wanasema wako wanyama wengine wanatoka na damu ya hedhi pia, ukiacha mwanamke haina faida. Sasa hapo tulete faida sasa ambayo inahusu na mwezi tuliokuwa nao. Je, mwanamke anaweza akatumia dawa kuzuia hedhi ili afunge mwezi mzima? Je, mwanamke anaweza kutumia dawa ambayo atakayetumia ili kuzuia damu ya hedhi ili afunge mwezi mzima? Au mwanamke anaenda kufanya ibada ya haji au ibada ya umra, yale masiku ambayo anaenda akaogopea kukutwa na damu ya hedhi, ibada ikawa ngumu kwake, anaweza kutumia dawa kwa ajili ya kukata damu ili afanye ile ibada kiukamilifu na kiusahihi bila ya mashaka yoyote, au bila ya kuchelewesha wengine ambao wako katika msafara wake? Ahli ilmu wanasema naam, inajuzu kwa sharti moja, ikiwa pataaminika madhara. Yani ikiwa hicho anachokitumia hakitosababisha madhara kwa nani? Kwa mwanamke. Kwa hiyo kama atakachokitumia hakitokuwa na madhara kwa mwanamke, ulipokuwa mwezi wa Ramadhani anaweza kutumia hicho kitu kwa ajili ya kuzuia damu ya hedhi ili afunge mwezi mzima bila ya kuacha baadhi ya masiku, kwa sababu ibra ni kutoa kwa damu. Kwa kama kutakuwa na namna ya kuzuia ile damu isitoke, خلاص mtu anaweza kufanya hivyo. Na ndio maana ahli ilmu wakasema kwamba inajuzu mwanamke kutumia dawa kwa ajili ya kuleta hedhi kama inavyojuzu kutumia dawa kwa ajili ya kuzuia hedhi.